na Karobo. Uliniambia Karobo hayupo hapa nyumbani. Huyo ni nani? Sinakuuliza wewe. Huyo ni nani? Yaani ukilema wako miezi 6 na mpaka akili yako imedumaa imekuwa kilema vile vile. Wewe sio mwanaume. Kwanza sio type yangu. Naweza nikasema kwamba sio nilikosea hapa. Yaani furaha yangu ni kuona ukiwa umekufa. Uhai wako ni kikwazo kikubwa sana kwangu. Unanikosesha raha, nashindwa kufanya mambo yangu. Nashindwa kuwa huru na mambo yangu. Nashindwa kufanya starehe zangu. Sababu ni wewe. Shenzi. Karobo mwanangu. Nimekuja kukufuata tu tukaishi pamoja. Utavaa vizuri. Utakula vizuri. Na hata pia utasoma vizuri. Utasoma shule nzuri. Angalia kule. Umemwona yule? Yule ndo baba yako. Toki. Mama, hivi kweli unajielewa? Umekaa na baba kwa muda mrefu, ugonjwa wake ulikuwa mkubwa sana. Sasa anakaribia kupona. Ndio nataka kumkimbia mama? Baby. Kama mtoto anataka kuondoka na sisi, achana naye. Si anabaki na babake. Twende tukale hela za dunia. Come on. Hapana baby, nakuja. Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema, eti kisamali wamenifanyia husuda nikawa kilema na mke wangu. Baada maisha magumu wakaamua kwenda, nateseka na mwanangu, ila ipo siku hii hali itakuwa vyema. Unahangaika mwenyewe na muda mwingine nakuonea huruma, natamani nikusaidie ila siwezi, nashindwa takunyanyuka. Tegemezi langu ni wewe, ila muda mwingine roho yangu inasita. Naona kwa kuwa ni mtoto wa kike, mzigo mzito sidhani katafika. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Kama kusoma utasoma tena. Afadhali, hii ndo nafasi ya pekee. Kama mke wake kamkimbia, lazima akubali jambo letu. Mimi nafikiri kwamba hatakuwa na namna tena. Tuondoke. Baba, hata usihuzunike babangu. Nitakaa naye mpaka utakapopona. Baba, ngoja nikachukua daftari langu kwa rafiki yangu Zainabu. Sawa mwanangu. Nenda lakini usikawie. Sawa baba. Binti yangu, binti yangu, binti yangu. Nipeni komenti. Vipi, nimependeza? Leo chomeki mtu. Bila 25 hagusi mtu mwili wangu. Au unasemaje Honesta? Shoga yangu hapo huna baya. Umependeza balaa. Wewe sina naye vipi? Unajua kabisa hapa tupo kazini, unakuja na mtoto wako, unamaanisha nini sasa? Nyie ndio mnaotutia nuksi mpaka tunashindwa kupata hela. Mambo gani haya? Sio hivyo Leni, nilikosa mtu wa kumwachia, ndio maana nikaona tu nije naye. Wewe Nasra, sikia nikuelekeze. Fanya utafute mtu wa kulea huyo mtoto wako ili uendelee kufanya kazi vizuri. La sivyo utapoteza na utazalilika hapa mjini. Si umpeleke kwa baba yake huko. Alafu siku nyingine usirudie huo mchezo. Tutakufukuza hapa kama hatukujui na tujai kuku. Mimi inatosha. Sio vizuri. Huwezi kujua umepitia mangapi. Nasra, shika hii hela ya boda. Rudi nyumbani. Kesho kija tuongea vizuri.
Asante sana hivi. Wewe tena mlezi wa wana. Aya jamani, mimi nisha request ndo naondoka hivyo. Wewe naye subiri basi twende wote. Request pamoja. Nachelewa. Acha zako. Ja twende. Haya shoga zangu ni tuliobakia. Vipi wenzangu? Kwenu mambo magumu au? Shoga yangu na wewe. Jana si unakumbuka tena nilienda kule bwana. Wewe kila siku mzee wa story. Haya tushakuzoea. Oya. Za asubuhi we bibi. Hivi ni masikio yangu au nimesikia vibaya? Hivi ni salamu gani ya kumsalimia mtu mzima hivi? Mbona una adabu wewe? Sichokisikia hapo ni nini? Nimekwambia za asubuhi. Umefunzwa na nani kusalimia watu wazima hivi? Huo ni ukosefu wa adabu. We kisoda. Ndo kauli gani ya kumsalimia mkubwa hivyo? Umeshindwa kumwambia shikamoo mama mpaka uongee maneno yote hayo? We koma. Unajua kwa sababu gani namsalimia wewe bibi hivyo? Usidandie gari kwa mbele. Haya kuhusu. Haya shauri yako. Asisikia la mkuu huvunjika guu. Mama shikamoo. Marahaba mwanangu. We bibi. Ningepita hapa bila kusalimia, ungesema sina adabu. Napita hapa na kusalimia unasema pia sina adabu. Nadhani hizo akili sio za kwako. Na wala hayo majibu sio ya kwako. Inaonekana ni malezi ya wazazi wako. Hasa wewe endelea, dunia itakufunza. Nini unataka? Utajijua mwenyewe. Hivi Karobo, wewe una ndoto za kuwa nani? Kwa sababu mimi ninavyojua watoto wa umri kama wako, wengine wanawaza kuwa rubani, wengine wanawaza kuwa madaktari, na wengine wanawaza kuwa hata na maisha mazuri. Wewe unawaza kuwa nani? Kwa sababu kitendo cha kung'ang'ania kubaki na baba yako, naona kabisa ndoto zako unazitupa. Wewe haufikiri maisha yako ya baadaye. Unachokifanya ni kuishi maisha ya sasa hivi. Unadhani baba yako anaweza kutimiza ndoto zako? Hebu mtazame vile alivyo. Muda wote yuko kwenye kiti, hatembei, hafanyi chochote. Anawezaje kusaidia katika ndoto zako? Unaacha kwenda kukaa na mama yako ambaye anakuhitaji ukakae naye ili akusaidie. Unang'ang'ania kubaki na baba yako. Una akili kweli wewe? Labda nikwambie kitu kimoja. Sasa hivi mama yako ana maisha mazuri. Ana mtu ambaye ana pesa na wako tayari kukusaidia. Mimi nilivyosikia sasa hivi wanataka kutafuta mtoto yatima. Wamchukue, wamwadapti, wamlee. Wewe upo. Wakati ndio ilikuwa nafasi yako kwenda kula chips mayai, chocolate, vyakula vitamu. Unafikiri wewe ni wakua hivyo? Mimi nakujua Karobo, wewe ni mnene. Sio hivyo. Unaning'ania kwa nini? Kwa hiyo, unamaanisha nimfuate mama nimwache baba, si ndio? Hicho ndio ninachokimaanisha. Kwani hujanielewa muda wote? Mimi ndio maana nakwambia wewe una akili, unaelewa kwa haraka. Unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuondoka pale kwa baba yako, mwache. Nenda kwa mama yako. Kule ndo kuna maisha yanayokustahili. Karobo. Baba yako ameanguka. Wewe unazubaa tu njiani. Kamwai baba yako kule. Hayo ndo naongea Karobo. Haya. Sasa hizi unaenda kunyanyua mzoga. Wakati ungekuwa kwa mama yako, sasa hizi ungekuwa Mlimani City unakula ice cream. Shauri lako. Maamuzi unayo wewe. Nashukuru sana mdogo wangu. Maana bila wewe nisingeweza kuinuka hapa. Huwa kuna watu wanakuja wananisaidia kuingia ndani na kutoka.
Nashukuru sana, Mungu akubariki. Sawa, usijali. Ni kawaida tu. Leo kwako, kesho kwangu. Binadamu kusaidiana. Haya, nashukuru sana. Haya, gua pole. Haya. Haya, kweli. Haya. Naona unaenjoy maisha yako mapya ya ulemavu. Umependeza sana kwenye hicho kiti. Sasa una option mbili za kuchagua. Moja, ukubaliane na sisi tunachokihitaji. Hata leo hii unaweza kupata muujiza wa kunyanyuka na kutembea. Lakini endapo utakataa, utabaki kwenye hicho kiti mpaka unaingia kaburini. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Nafikiri hata ukinitisha naweza nikabadili msimamo wangu. Nimeshawaeleza siwezi kufanya hicho kitu ninachokitaka. Mimi naamini nitapona tu kwa vyovyote vile. Sikuwa hivi. Muujiza ushaanza kutokea. Nitanyanyuka kwenye hichi kiti. Na hapo ndipo nitakaponyamazisha midomo yenu. Ninakuonea huruma sana ndugu yangu. Jambo ni dogo la kufanya maamuzi madogo kama hivyo, unakataa. Unapotea. Mke wako amekukimbia. Maisha yako yana taabu na dhiki. Hebu angalia sisi. Tazama tunavyopendeza. Unashindwa nini ndugu yangu? Naomba uondoke kaka. Siwezi kuongea zaidi ya hapo. Naomba uondoke. Nitakuitia mwizi. Mimi naenda. Lakini wakati mwingine nikirudi hapa, uje unipe majibu ya kwamba uko tayari kufanya hiyo kazi. Na endapo utakuwa tofauti, nadhani mazungumzo yatakuwa tofauti na haya tulikuwa nayo leo. Naomba uondoke kaka. Nitakuitia mwizi kweli. Umuitie mwizi nani wewe? Mwizi. Mwizi. Sonia. We mtoto, umenijua jina langu? Usitaki kujua nimekujuaje. Sonia, umeamua kumwacha kwa sababu umpendi, na kama ungekuwa unampenda usingemwacha kwa sababu umparalyze miguu. Maana mapenzi ya kweli hayaharibiki kisa dosari ya mtu. Kama kweli unampenda, utamlinda. Hebu jitathmini. We mtoto mwanga nini? Umetumwa kwangu eh? Nakuuliza umetumwa? Itajulikana kama mimi kweli mwanga au sio mwanga. Nimetumwa au sijatumwa pale jambo kubwa litapokukuta. Jitathmini wewe. Yule ni mumeo.
Mke wangu, tafadhali, nimezidiwa. Naomba niingize walau hata kidogo tu, naingiza kichwa tu. Kuna mapenzi matamu bila pesa? Unajua kabisa tupo katika kipindi kigumu. Kakaangu ni mlemavu, anaumwa. Sisi wenyewe maisha yetu tiatia maji, hatuna hata pesa. Na bado unapata nguvu ya kusema unataka kichwa. Hicho kichwa ndio kitatuletea hela huko ndani. Lakini mke wangu, hata kama una matatizo, wewe ni haki yangu kunipa mimi tendo la ndoa. Sasa kuna ndoa bila kufanya tendo? Haki yangu huwa tendo la ndoa. Unalijua tendo wewe? Sikia nikwambie, usinisumbue na sitaki usumbufu. Ukiwa na hela utaweka hicho kichwa. Mume wangu ndio umefikia huko? Kumsaliti mke wangu siwezi. Sasa nifanye nini? Niwe na mbaka? Nikiwa na maana akininyima tu nimvamie? Hapana, siwezi kumfanyia hivyo mke wangu. Okay, nimepata cha kufanya. Atakuwa akininyima nyumba, naenda na kunywa pombe mpaka nijikojolee. Na imani atanionea huruma, atanipa tu. Hizi ndoa hizi. Hivi ni mimi ama na kwa wengine anawakuta haya? Ngoja tuone mwisho wake, ndipo nitachukua maamuzi mengine. Baba. Nimeenda mpaka kwa shangazi lakini sikumkuta. Mbona dada anaita mambo ya ajabu? Atakuwa kaenda wapi? Sijui atakuwa ameenda wapi. Lakini baba, umeniambia nimwambie shangazi anipe mzigo nikuletee. Ni mzigo gani huo? Unasikia mwanangu Karobo? Kipindi mamako alikuwa anafanya kazi, shangazi yako alikuja hapa nyumbani na alikuwa analia shida kwamba nyumbani kwake hakuna unga. Mama yako alimwazima shilingi 15,000 na akasema atairudisha. Ndio hiyo nilikuwa nimekuagiza ili tununue unga tuweke ndani. Si umeona ndani unga umeisha mwanangu? Ndiyo baba. Lakini kama hayupo basi akija kuniona nitamkumbusha hiyo pesa. Wewe usijali. Endelea na mambo yako, sawa mama? Sawa baba. Ila wale watu waliokuwa wanafanya nao kazi, mbona hawaji kukuona? Mwanangu, ishia hapo hapo. Sitaki uzungumzie watu nilikuwa nafanya nao kazi. Sio watu wazuri. Na hata ukikutana nao njiani usizungumze nao, sawa? Sawa baba.
lakini nakuja sasa hivi. Unaenda wapi? Dada nisaidie. Hivi wewe una akili kweli? Ina maana mnakumbukana tu pale mnapokuwa wazima, si ndio? Ila mkipata matatizo ngoja nikwambie kitu we mbaba. Maisha haya ni mafupi sana. Hivyo basi tupendane tukiwa wazima. Sio mnasubiri babangu afe ndio mje msibani. Alafu kwa nini hutaki kuja kumwona babangu? Wakati wewe muda wote upo. Na muda ule umekuja mpaka karibu na nyumbani kwetu, lakini umeshindwa kuja kumwona babangu. Kwa nini unakuwa na lomba kiasi hicho? Ama kweli nimeamini, sio kila mtu mzima ana busara. Kumbe kuna wajinga nao wamekuwa watu wazima. Hivi wewe Karobo, mimi nakufahamu tangia uko mdogo. Ni binti ambaye una akili na una busara pia. Umekuja kuaje? Mbona unaongea kama chokolaa? Yaani hayo ni maneno ya kuongea na mimi mtu mzima? Unashindwa kufahamu kama mimi ni baba yako? Au unafikiri yule tu ndo baba yako? Mimi pia ni baba yako. Unatakiwa uniheshimu. Unapokuja kwangu unatakiwa uongee ukiwa na discipline. Sio unalopoka kama domo la watoto wa mtaani. Na unavyosema kwamba watu wazima hawana akili, unamaanisha nini? Namaanisha babangu ana tai la kula. Nyie mpo mnamwangalia tu. Na unakuja unanitisha eti nimfuate mama yangu. Siku zote mimi nasema, mtoto unapotumwa dukani, nenda moja kwa moja, acha kucheza njiani. Ona sasa, umetumwa na baba yako uje kuomba hela. Unafika, unaanza kuleta maneno mengine. Hayo ni madhara ya kwamba ulikuwa unacheza njiani. Kama shida ni hela, ungefika ukaniambia bwana, naomba tuna shida, hatujala, tuna siku 3, tuna wiki, tuna mwezi, ningewasaidia. Sasa kama hilo ni swala dogo sana kwenye swala la kula. Hebu shika hii. Naona njaa zinakusumbua. Nenda ukale. Sina shida na hela. Hivi kumbe maskini ndio wanakuwa na shida hivi? Yaani unasaidiwa unatupa hela? Wewe unajua inapatikana vipi? Sasa wewe na baba yako mtaendelea kukaa na njaa mpaka mje kufa. Mbavu kabisa. Bloody calastic ndunga nyinyi. Shenzi. Lazima tuangalie mustakabali wa hii kampuni. Na nina uhakika hii kampuni itafirisika endapo baba Karobo asiposaini mkataba. Hivyo nahitaji mwongozo. Ni kweli inatakiwa tufanye haraka iwezekanavyo. Kinachotakiwa kufanyika ni kumkamata baba Karobo na ulemavu wake. Tumvunje, tumfunge kamba na tumweke porini. Baada ya hayo yote, najua kabisa kwamba atakubali tu kufanya jambo letu. Maana njaa lazima imsukume kufanya jambo letu. Nawatakia kazi njema. Mimi naelekea South Africa. Sawa. Mimi nitafanya kazi. Na nitahakikisha jambo hilo linatimia. Mungu, ni kweli matatizo yameumbiwa wanadamu, lakini Mungu wangu, angalia na umri wa mtu akumpayo matatizo. Mimi umri wangu mdogo sana. Nitawezaje kumtunza babangu na hawezi kutembea tena? Ni bora hata mama asingemuacha. Lakini sasa ona. Nitapambana baba mpaka nihakikishe umepona, na wala usiwaze kusumama, nipona wewe atabariki Mola. Na wala usiwe na shaka baba, niamini naweza fanya mazito, iwe kwenye shida na raha, utakuwa na mimi, haya yote mapito. Karibu mwanangu. Abe baba. Kwani unalia? Mimi silii baba. Kwa hiyo mimi ni mtoto mdogo, sivyo unalia? Pana baba, mimi nyuma sana. Wewe ndio nguzo yangu ya maisha. Mama ametukimbia.
Utapona lini baba huo ugonjwa wako? Karobo mwanangu. Abe baba. Hivi unajua mimi karibia nipone. Kama sio kesho basi kesho kutwa. Naweza nikarudi kutembea na wewe utaendelea kusoma na mimi nitarudi kazini. Tumeelewana? Sawa baba. Kweli baba utapona? Inapona, futa machozi. Sasa Bakarobo. Naam. Ngoja sisi tukuache. Tutakurudia jioni kukusaidia kukupeleka ndani. Ya, ni kweli. Tutakuja. Niwaombe tu muwe na moyo huo, msinichoke. Haina shida, tuko pamoja. Siku nikiweza kuingia ndani mwenyewe sitowasumbua. Haina shida. Usiwaze, tuko pamoja. Shukrani sana. Karobo. Abe. Ngoja tukuache, Mungu akipenda tutakuja jioni. Sawa. Mtoto mzuri. Abe. Mpende baba yako, sawa? Bye. Mama Lecho ameshaleta chakula. Kipo ndani, kalete tule. Sawa baba. Binti yangu. Binti yangu. Karobo. Karobo, nimegundua na matatizo makubwa sana na natamani kumsaidia baba yako aweze kutembea tena. Sasa mimi naweza kumsaidia baba yako, lakini hadi ukubali mimi niwe rafiki yako. Wewe ni mtoto ambaye hujafunzwa na wazazi wako. Kiufupi, hauna hata adabu kwa wakubwa. Siku ukiwa na adabu utakuwa rafiki yangu. Mimi nina dawa ya kumtibu baba yako, hacha kunidharau. Alafu usichokijua, yule mama alilomjibu vibaya ni kwa sababu hajielewi, halafu ni mchawi. Ni mchawi? Ni mchawi. Na nimemjibu vile kumuonyesha kwamba simuogopi. Nikubalie niwe rafiki yako Karobo. Bwana, mimi siwezi kuwa rafiki yako. Kwanza nipishage. Mungu wangu, mche mwekundu. Tulia mtoto, usiniogope. Mimi ni msaada wako. Kivipi? Tulia nikuelezee. Nafahamu fika baba yako ana matatizo, na matatizo hayo yamesababishwa na wafanyakazi wenzake kwenye kampuni anayofanyia kazi. Najua huwezi kunielewa kwa sasa, lakini nitakufafanulia kila kitu. Wewe ni nani? Usijali, utanifahamu. Ila kwa sasa rudi kwanza nyumbani. Nitakuja nitakueleza ukweli wote. Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema, eti kisa mali wamenifanyia husuda nikawa kilema, na mke wangu baada maisha magumu wakaamua kwenda. Nateseka na mwanangu, ila ipo siku hii hali itakuwa vyema. Unahangaika mwenyewe na muda mwingine na kunea huruma, natamani nikusaidie ila siwezi, nashindwa hata kunyanyuka. Tegemezi langu ni wewe, ila muda mwingine roho yangu inasita. Naona kwa kuwa ni mtoto wa kike, mzigo mzito sidhani katafika.
Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Kama kusoma utasoma tena. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Umasikini utaisha mapema tu. Usichoke mwanangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu. Nitapambana baba mpaka nihakikishe umepona, na wala usiwaze kusumama, nipona wewe atabariki Mola. Na wala usiwe na shaka baba, niamini naweza fanya mazito, iwe kwenye shida na raha, utakuwa na mimi, haya yote mapito. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona. Kamwe siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona baba. Kamwe siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Ila nakupenda baba, baba yangu.